Mpenzi mtazamaji wa Sahib TV1, tunakusalimu tena mara ya kwanza. Tunakukaribisha kwa taarifa zetu. Huu ni muktasari wa habari tumekuandalia leo tarehe 8 mwezi Agosti mwaka wa 2026. Huu ni muktasari. Rais wa Irani asema kwa nini tupigane ikiwa tunaweza kupata haki zetu kwa mazungumzo. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian ametetea kuendelea kwa mazungumzo na Marekani, akisema Irani inaweza kupata haki zake kupitia diplomasia badala ya kuendelea na vita. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka 2 tangu aingie madarakani, Bwana Pezeshkian aliuliza kwa nini tupigane ikiwa tunaweza kupata haki zetu kupitia mazungumzo. Hata hivyo, amesema Irani haitarudi nyuma katika misimamo yake, akidai kuwa kuendelea kwa vita ndilo chaguo ambalo Israeli inataka ili kuilazimisha Irani kujisalimisha. Pezeshkian amesema mazungumzo yaliyopita yalisaidia kumaliza vita nchini Lebanon, kuondoa vizuizi na kupunguza baadhi ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Irani. Amesema pia spika wa bunge la Irani Mohammad Baghei Ghalibaf amekubali kujiunga na ujumbe wa Irani unaoshiriki katika mazungumzo hayo. Ujumbe huo pia unajumuisha wawakilishi kutoka mahakama, bunge, jeshi na taasisi nyingine za nchi hiyo. Kwa mujibu wa Pezeshkian, muundo huo unalenga kuonyesha kwamba sote tuko upande moja katika mazungumzo hayo. Kauli hiyo imekuja wakati mazungumzo kuhusu mustakabali wa mlango bahari wa Hormuz yakiendelea kati ya Irani na Omani. Afisa mmoja wa Marekani ameiambia shirika la habari la Uingereza Reuters kuwa kumekuwa na maendeleo katika mazungumzo hayo na kwamba Washington inatarajia makubaliano kufikiwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa afisa huyo, Marekani inaweza kuondoa vizuizi katika bandari za Irani baada ya makubaliano hayo kutangazwa. Pezeshkian pia amekosoa watu anaodai wanazungumza kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii bila kuwa na taarifa kamili, akisema kufanya hivyo kunaweza kuipotosha jamii. Rais huyo amesema Irani pia imefanikiwa kukabiliana na juhudi za wapinzani wake za kuiodofisha au kuivuruga nchi kupitia shinikizo la kijeshi. Mpenzi msikilizaji, tuendelee na taarifa zetu. Wahudhi waishambulia tena Magharibi, huku Umoja wa Mataifa ukionywa kuwa Yemeni inakabilia kukumbwa na mzozo wa mpana wa vita. Kundi la Houthi nchini Yemeni ambalo linafungamana na Iran lilifyatua makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani drone kuelekea kambi za wakimbizi wa ndani na maeneo ya makazi katika mji wa Marib siku ya Ijumaa na kusababisha vifo vya watu 2 na majeraha mengine 14 kulingana na ripoti ya shirika la habari la serikali la Saba ikinukuu mamlaka za eneo hilo. Jeshi la Yemeni lilisema mapema Jumamosi kuwa lilijibu mashambulizi ya vikosi vya Houthi katika maeneo kadhaa kwenye mstari ya mapigano. Jeshi hilo halikutoa maelezo ya kina kuhusu operesheni hizo
wala kusema ni lini zilifanyika, lakini lilisema litajibu shambulio lolote la baadaye dhidi ya vikosi vyake kwa hatua za kijeshi zinazochukuliwa kuwa muhimu. Mapigano haya yanaashiria kuongezeka kwa kasi kwa uhasama kati ya kundi la Houthi na vikosi vya serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa baada ya miaka kadhaa ambapo mapigano makubwa kati ya pande hizo mbili yalikuwa yamepungua sana, hali inayozua hofu ya kurejea kwa mzozo mpana zaidi. Wakati vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vikipanuka na kuathiri sehemu kubwa ya eneo hilo, afisa mwandamizi wa Saudi Arabia alisema siku ya Alhamisi kuwa Riyadh inatarajia mashambulizi ya pamoja na ya haraka kutoka kwa kundi la Houthi la Yemen pamoja na wanamgambo wa Iraq walio chini ya usimamizi wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi wa Kiislamu cha Iran IRGC. Mpenzi msikilizaji wa Sahibu TV1, hayo tu ndio tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo. Tukikukumbusha kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel yetu ya YouTube, kufanya subscribe, share, pia comment ili uweze kupokea matangazo yetu. Tunakutakia jioni njema, tunasema kwaheri.